ulikuwa na uwezo wa kuinuka na bana, hata kama msipishane sana. Nataka kujua changamoto ni kwa sisi wa Tanzania wa Tanzania. Shida iko wapi? Labda wewe ulikumbana na nini? Atakubato na bana boy, twende wewe mwanangu, tumeanza. You understand my question, eh? Mimi nataka kujua kutoka kwako maoni yako wewe, wenzetu wanavyovuka haraka, sisi wapi bado tuna struggle, tatizo ni nini? That's a very good question. Nilikuwa nalisubiri sana. Kwanza toa nafuta kauli ya kusema wamevuka haraka. Hawajavuka haraka. Wametengeneza foundation kubwa sana kufika hapo walipo. Akina Two-Face Ndibia wameanza kuita Afrika long time ago, wengine bado tuko watoto. Akina Dibanji wameanza kufanya makolabo na akina Kanye West long time ago, way back. Washatengeneza njia, ni mapioneer. Wakaja kina Wizkid, kina Davido and all that. Sio kitu ambacho kimeanza leo. If I'm not mistake, kolabo ya kwanza msanii wa Tanzania na kufanya na Marekani, nadhani ilikuwa ni 2020, right? Diamond alifanya na Rick Ross. Wanaita Kibana harakati. Ilikuwa ni project. Project. Let's be honest and realistic. Ilikuwa ni project, so wimbo watu waimbe wasikilize. Tunakuja kugundua ni 2020 if I'm not mistaken. Sijui sikumbuki vizuri. Sawa, tufanye 19 18. Wakati huo unazungumza, Dibanji anafanya nyimbo na Kanye West. Kanye West ni Omoto, yani mwanamke wake ni Kim Kardashian long time ago. Kumbuka ni Nigeria. Yes, kumbuka ni Nigeria huyo. Lakini pia tusilipuuze swala language barrier. My brother, hata kama watu watapenda sana wimbo wako vipi, utatengeneza style sana kali ya kucheza. Ile style ikishapita kija style nyingine ya kucheza, ile style iache ujumbe kwenye kichwa cha mtu. Hamna style ambayo inaacha ujumbe kwenye kichwa cha mtu. Sio umeelewa? Sio mbaya kutengeneza style za kucheza, lakini hamna style ambayo inaacha ujumbe. Yaani ukikaa hivyo ukikumbuka style fani ya kucheza, labda uwe dancer. Lakini maneno utayakumbuka. Yes. Message utaikumbuka. Sure. Kwamba kuna Black Dube ashai kuimbaga hivi. Kuna Davido ashai kuimbaga money follow you. Ushaelewa? Umeona bana? So tusisahau hiyo language barrier. Tunapenda lugha yetu na tunaimba lugha yetu na ndio utamaduni wetu. Tusijifananishe na Nigerians. Wenzetu wanaimba Kiingereza na wameanza hivyo vitu haya mafanikio long time ago. Karibu platform zote za muziki ziko wafanyakazi au ziko under Nigerians because they speak English. Wanaweza connect na friends, wanaweza connect na US, wanaweza connect na sisi tunazungumza Kiswahili. Ani lugha yetu adhimu tunayoipenda, tusijifananishe na tusijione tumechelewa.